Lakini mwanasiasa ni mtu mchoyo sana, akiwa upinzani au akiwa kwa serikali. Sisi hatutaki hii nchi iharibike. Kama mtu anataka kubadilisha Ruto, aongoje 2027 amtoe. Mambo ya watu kumambiwa kwenda vamia State House, kwenda vamia Parliament, kweli hiyo ni uprising? It is not. Hii kitu ambaye inafanyika sasa, kama Musyoka na Gachagua wanafikiri ni political uprising. Si political uprising namna hiyo. Hii ni organized crime. Sisi tunataka watu ya Kenya wafikirie. Tunaita hii press kumwambia watu ya Kenya vile mambo inaenda haifai. Hii nchi inaitwa Kenya, Mungu ndio ametupatia. Ametupatia tukiwa na makabila tofauti, wenye mila tofauti na hata dini tofauti. Tulikuwa tunatawaliwa na wazungu. Watu wa Kenya wakafanya harakati ya kutoa mzungu. Wengine wamekufa, wengine wamejeruhiwa, wakawa incapacitated, wengine wamefungwa, na hatimaye uhuru ikakuja. Ile uhuru watu wengi wameweka juhudi. Wametoa mali yao, wametoa nguvu zao na hikma zao na akili zao kufikisha hii nchi mahala ambaye tuko leo. Hatuwezi kubali sisi kama wazee hii nchi kuchomwa. Hasa sisi wazee ambaye tunakaa karibu na Somalia. Waswahili wanasemanga adhabu ya kaburi ajuaye ni maiti. Yule mtu iko juu hajui kama iko moto chini, lakini yule mtu iko ndani ndio anajua. Sisi tunajua impact, matokeo na athari ya fujo. Kuna wakati ambaye kulikuwa na refugee 1500 registered na 1500 wengine au 1200 ambaye si registered. Hiyo watu wamekimbilia usalama. Sisi hatutaki kutoroka Kenya. Hatuwezi kubali. Ni haki ya mwananchi kubadilisha viongozi. Ni haki ya mwananchi kubadilisha viongozi. Tuna haki ya kubadilisha viongozi vyetu. Lakini tutabadilisha wao na kura na mujibu wa katiba. Hii kitu ambaye inafanyika sasa, kama Musyoka na Gachagua wanafikiri ni political uprising. Si political uprising namna hiyo. Hii ni organized crime. Sisi tunataka watu ya Kenya wafikirie. Ya pili, wakati tulitengeneza katiba, mimi nilikuwa member ya Bomas, delegate number 252. Sisi tumetengeneza katiba ambaye inafaa watu. Tumetengeneza Senate, tumetengeneza Supreme Court, tumetengeneza mambo mingi. Hata judiciary tumetengenezea wao Judicial Service Commission, ili president asiwe na uwezo wa kufuta majaji. Tukatengenezea wao term of office. Zamani hakuna jaji anafutwa na president tu. Waangwana wa hii nchi, the wise men of this country, waliweka safety belts ili hii nchi isianguke. Lakini mwanasiasa ni mtu mchoyo sana, akiwa upinzani au akiwa kwa serikali. Sisi hatutaki hii nchi iharibike. Kama mtu anataka kubadilisha Ruto, aongoje 2027 amtoe. Mambo ya watu kumambiwa kwenda vamia State House, kwenda vamia Parliament, kweli hiyo ni uprising? It is not.
Alafu tena watu nani who are going to suffer? Wewe umetuma mtoto kwenda kufanya demonstration. Mtoto amechoma duka ya mtu. Yeye amepigwa risasi. Umefaidisha nini? Sisi nataka kusema hii nchi hapana ya watu moja, hapana ya wanasiasa, hapana ya watu kundi. Hii nchi ni yetu yote. Let us tuwe na hekima na ujasiri na akili na utulivu ya kutatiza mambo. Maneno ya mwisho mimi nataka kusema ni kuwa watu wengine, mimi ni mzee, mimi nataka kusema in Africa, wacha Kenya, there is no peaceful demonstration. Hakuna demonstration ambaye inafanywa bila kuwa na fujo. Haikutokea Tanzania, haikutokea Kenya, haikutokea Somalia na haitatokea mahala yote. Vile nilisema, sisi kwa maumbili yetu si watu ambaye wanaweza kufanya kitu kwa utaratibu. Maneno yangu ya mwisho, kama watu wanafikiri hii nchi ikichafuka labda wao watatoroka na ndege, lakini wakitoroka na ndege watoto yao yote watatorosha na ndege, na nyanya zao na jamaa yao na kila mtu, na wale watu ambaye alikuwa anapigia kura atatorosha? Hapana, hao watu yote hakuna ndege inaweza chukua kubeba kupeleka nchi nyingine. Kwa hivyo mimi nasema hii press conference, na mkitaka nitazungumza na Kizungu na Kisomali. This press conference is called Press Conference of Reasoning. Ile ambaye tunamwambia watu wa Kenya turudi kwa akili zetu. Ayo